Daktari, mimi nimekumbali, wataka nifanye nini? Nimekumbali mimi, nimeitikia, lakini swali ni zitakufa nikisikia ama na mimi nitakufa. Hautaweza. Naona rohoni mwako hamna msamaha unatafuta. Ni usumbufu ambayo uko nayo. Hello people, Masjuna pa kama kawaida guys. Thank you for the love and thank you for your support. Also guys, leo tuko na daktari. Ndio mtashangaa mbona tumerudia, tuko na maizo manguo, like tumekuwa na hard day. Actually guys, but it's just okay. Nashukuru Mungu amenipea neema. Lazima nitamaliza kazi nilianzisha. So we were going, nikapigiwa simu na mama Kemona akaniambia akalia. You cried. Yes. Amelia kaniambia nipigie Dr. simu akuje tu anataka kumuelezea amekubali kufanya anything atataka afanye. So kama mimi pia mwanadamu pia najua uchungu pia wa mtoto, nikamwambia ni sawa, let me call the doctor. Na pia I thank you doctor, ulikataa but at the end ulikubali kuniambia ni sawa, but you know everything enda ku happen. Sijui enda ku happen, wewe unajua you know everything. So ukakubali kukuja, and sorry for disturbing you. So tumekuja hapa kwa Mona, I don't know vinye Mona ako. Sawa mama Mona, we are here. Hai. Niko mzima. Mimi nimekaa chini nikasikia huo mwili waachi kuuma. Ndio maana nimekuambia umuite daktari. Asante kwa kurudi kwangu tena. Vile nasikia saa hii hata sijielewi. Nikiangalia mtoto wangu, nikiangalia huyu mwingine. Naona mimi nililea vibaya sana, hawana heshima kwako. Lakini nakuuliza, hakuna jengine tunaweza fanya ila tu hiyo ya kuwa au watu wangu nimeweka hapo kwa mboma? Hebu niambie. Jinsi ninavyokuona katika darubini yangu, ninavyokaa hapa chini nikitazama jinsi ambavyo unaweza kujisononesha katika hiyo hali yako, manake naona rohoni mwako hamna msamaha unatafuta. Ni usumbufu ambayo uko nayo. Daktari wajua nini? Naona haupo tayari kuweza kuachilia hivyo vitu. Hiyo neno sasa ni mpaka niende chini. Wajua nini? Hizi ni vitu za ukoo. Nilizipata. Sasa tutachoma tuachwe na nini? Niambie. Because mama hivi vitu si zako ulipata kwa hiyo bomu. Hiyo ni ngumu mwanangu, ni ngumu. Wewe daktari, wewe si ni mzazi. Wazi divorce baba Amina then uende kwenu. Wacha nizo vitu zao. Mtoto wangu, hata saa hii sina nguvu ya kuongea. Mimi nimefika mwisho wa mawazo. Sasa wewe daktari, niambie kitu kingine. Hata ikiwa unaniitisha hela yatosha naje, mimi nitakupea, lakini uachili. Mimi sitaki hela. Kile kitu ambacho nataka uweze kuwa mwema. Na uweze kuacha vile vitu ambavyo unafanya. Mimi niko kwa magoti nikiwa. Kama ningetaka hela yako ningeweza kutafuta mwenyewe nyuma. Sasa kaa usiku wa leo sijui mtoto atalalaje. Atalala akiweza kukusumbua. Vile ananisumbuanga tu. Ukiendelea namna hii nitaweza kumfanya daktari na wana pressure sababu ya huyu mtoto. Nitamuongeza ili aweze kukusumbua zaidi. Hautaongeza. Nimesikia nimeelewa. Hata huyo mtoto mwingine ukiendelea namna hii nitaweza kumweka uweze kusumbua na wote wawili. Hiyo haiwezekani. Inawezekana. Nitaachwa bila watoto. Mimi nitaachwa nitaweza kukusumbua ujue jinsi ya kulea watoto wote wangu daktari, kwani hauna huruma? Kwa nini uliweza kuatia uchawi? Watakuwa wenda wazimu, nitapitia wapi? Nitachekwa na kila mtu. Kuatia wote uchawi. Waweze kuangaisha watu hizo ni vitu za kwetu, si tunaleanga hivyo tukipea mtoto anakuwa, si unaona vile yako mrembo daktari, hata wewe waona. Ulikubali vipi kuwapa watoto wadogo uchawi waweze kusumbua binadamu wengine? Nisamee kwa hayo, lakini pale imefika sasa naona nikaa tuchome hizo. Lazima zitachomeka hizo. Jamani, hii ni kusumbuliwa na sumbuliwa. Utaweza kuachilia hiyo pendo usipopenda, usipotaka.
Kauli yangu ipo pale pale. Daktari, niambie ukweli. Kauli Nyoka zangu yangu na ipo choma pale nyoka pale. ichomeke moja, ile ingine ile ziishe zote. Nitafanya nini mama Mona? Nitafanya nini? Mimi nitapitia njia gani? Kwa hiyo yote lazima uweze kukubali. Mimi nasema hivi. Mimi nimekumbali daktari, mimi nimekumbali, wataka nifanye nini? Nimekumbali mimi, nimeitikia, lakini swali ni zitakufa nikisikia ama na mimi nitakufa. Hautaweza kufa, nipo hapa. Na watoto wangu watakuwa. Wazilia faulo hizo nyoka. Hizo ni za kutoka kizazi na kizazi. Sasa ndio end time. Sasa ona kile kimenikujia, watoto wangu wataangamia. Daktari, niambie je, ile nitapitia vitu viweze kuangamia, viweze kuachilia watoto wengine, watu wengine wawe salama katika hicho kijiji. Basi we kuja uchome. Manake umeweza kutesa watu wengi. We kuja daktari. Sio hawa peke yake. We daktari kuja uchome, mimi nitasikia huo uchungu na sijui utaisha miaka gani. Lazima watu waweze kufunguliwa. Hata nikaa itachomwa kwa njia sahihi. Hata nikaa utawachoma na mimi niwafuate. Sababu hao ni hauwezi. Nipo hapa. Bwanako pia anazipenda. Anazipenda sana, hata sijui naye nitamuelezeaje, lakini nitangangana sababu ya watoto wangu. Nitangangana. Na watoto wengine sio watoto wako. Na watoto wale wengine ambao unaweza ukweli nilifanya hivyo kwa watoto wengi, lakini hata nimesema hivyo ni kwa umenianika. We daktari, umenianika leo. Lakini we kuja uchome. Kuna mambo mengi kuanzia kwenye lango. Najua. Hadi ndani chumbani. Usiongee mengi, usiongee daktari. Mimi nimesikia. Hilo sio boma la kwenda na hivi. Mimi nina machungu ya watoto wangu. Unaweza ukaathirika vibaya. Lazima uweke mikakati kwanza. Manake kila mahali, kila kona mna uchawi. Kuanzia kwenye lango kuu. Daktari. Hadi chumbani. Mimi nimesarenda. Kuja uchome. Choma tu. Kuja tuende huko kwetu akachome. Akichoma hata mimi wakisikia waniite tuende pamoja tukufe. Na watoto wangu wawe na furaha maishani. Sasa ukufa na watoto wale wengine niliharibu, wale wote nilisukumia hiyo mabaya yote. Hao wote nilisukumia nao wapone, ili na mimi hata nikisikia ni wawe, hata mimi ukitaka uniue nitoke hapo. Mimi nimeitikia. Sawa, hilo halina tatizo. Waacha niende nifanye mambo yangu, kisha tutaelekea kule kwako. Hata ukiniambia tuende sahi daktari. Hatuwezi kwenda sasa hivi. Mimi naona lazima kuna yale mikakati. Mimi naona najua mpango wako, unataka tuende pale. Ananimaliza na hii wazimu yake. Kwako mna uchawi. Nakwambia ananitandika huku. Lazima anakuchapa usiku. Ananitandika, anachukua kushoni, ananichapa, mimi mwanangu ananiua. Hata afadhali zitolewe. Mbona ulikuja by the way Lugoshago? Mimi wajua nini nikwambie, nilisikia mtoto wangu hivyo inaendelea. Na nikajua tule tufitu nimeficha pale, nikaona twingine tumeuawa. Nikasema sasa ona hii. Sasa nilikuwa nakuja kwanza nilalamike nirudishiwe hizo, lakini naona huu wakati mimi sina bahati. Sasa watu wangu wote watauawa. Lakini wacha wauawe nikisave Amina tu. Tena. Tengine wauawe ni usave Amina. Hata mimi wacha watu wangu ni hao tunaleanga huko kwa nyumba. Wewe ujui huko kwa nyumba tuna hizo ni vitu za huko kwetu. Tunaleanga huko. Hata ona vile nimesweat sababu mimi nasumbuka. Mimi mama nasumbuka mimi. Nimesweat sababu ya shida ni kwamba nimeweza kusikia ombi lako mama. Wacha niende nilifanyie kazi. Nitaweza kutafuta. Aya, asante sana. Aya. So tunamsamea daktari. Nitaweza kumtafuta, tutazungumza na yeye. Hujameki ile uamuzi wa mwisho. Ndio, tutaweza kuzungumza na yeye. Nitamtafuta. Manake kuna mahali nilikuwa naelekea mkaweza kunipigia simu na jambo la kunieleza. Ni mimi nilikuwa nimesema uitwe sababu sijataka kuona ukitoka na vile watoto wangu wanasumbuka. Hiyo ni kweli.
tutaweza kuzungumza mama. Aya. Wacha niende kwa ile kazi ambayo niliweza kuitiwa. Nikishamaliza nitaweza kutafuta. Mambo yako tutaweza kuweka sawa. Aya. Na kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Nimesema asante. Aya. We, so guys, uja sisi tuende tuone. Daktari ni sawa. Tuende daktari. Sawa. So mama Amina, utaambiwa daktari vile kutakuwa. Ni mtaniambia Na next ufunza watu kulea watoto vizuri. Nitawaambia, hata sitaki mtu mwingine, hata sitaki mtoto wangu afuate hiyo njia napitia, hiyo ni mbaya. Sawa mama. Endeni salama. Bye. Naitwa Lucy, nafanya na Top Care Lands. Karibuni Top Care. So guys, mimi masijini ndo nanjua kawaida. Guys, I care. Nawapenda sana because pia nyinyi mnanipenda. Leo nimekuja hapa na Lucy kwa shamba za Top Care. Watu mnunue mashamba Nairobi, muone your own land in Nairobi. So Lucy, nataka tueleze shamba zao ziko wapi, ni bei pesa ngapi, like kama wako na wanaalau mambo na deposit, vitu kama hizo yani. Tuko na shamba upande wa Kangudo Road tunauza Joska, Mala, mahali kunaitwa Koma, Nguluni, na huko bei zetu zinatoka from 395,000, kuna zingine hadi za 1.995. So ina depend na budget ya mtu. Kikuja tuna as low as 395,000 unapata shamba yako. Then tunaenda upande wa Juja Farm tunauza kutoka 495,000 to 2.8 million depending na budget yako. Ukikuja na 700 yako, 800, 500, unapigia tu Masi, unakuja unasema ni Masi amekuleta, tunakufanyia discount. Na kama sina hiyo 1 something million ama sina hiyo 300, like sina pesa full, nitasaidikaje? So sisi kama Top Care tunasemanga ukuja na ile pesa uko nayo, hata 50k. Hata 50k ukikuja sisi tunachukua. Then nyingine tuna agree vile utakuwa unalipa. Tunakufanyia kama ni bei ya installment, tunagawanisha hiyo miezi vile utakuwa unalipa. Then it is the reducing balance. Ukimaliza na after hiyo miezi yenye tumeagree, pesa yako ina reduce. What of title deed, kitu kama hiyo. Juu kuna place unaweza buy shamba ukae almost a year ama unasumbuliwa. But guys, with the Top Care wako ni sure bet, because pia mimi niseme nini? Pia mimi ni moja hapo tumebuy shamba Top Care, shamba 3 Top Care. Na already tuko na everything yenye inahitajika. So ambia watu about title deed. Kama Top Care tunakuanga na ready title deed. Ready title deed ni kumaanisha kila tukichukua shamba kubwa tukisubdivide, kila plot inakuwa na subtitle yake. So ukikuja huyo ashamaliza kujenga. Actually anaingia next week. Na unaweza jenga kama hujamaliza kulipia. Actually with your deposit tuseme from 100,000 we allow you to develop in your home. Unaweza panda hadi unaweza kama John Cena na Masi walianza kupanda mboga, hata tukafuga kuku before tumaliza hata kulipa. Sisi deposit, ukiwa na deposit tunaandikiana letter of offer na agreement. Hizo zinatufunga the vendor sisi kama Top Care na wewe, such that hakuna mwenye anaweza ruka mwingine. So ukiwa na hiyo document you are allowed to develop in your home. So shamba ziko wapi na wapi kwa haraka? Shamba ziko Joska, kuna zingine Mala, kuna zingine Koma Hill. Hii hapa junction ya kuenda Machakos. Kuna ingine ziko Nguluni, kama hapa tuko Nguluni, shamba za Nguluni. Kama hapa tuko ni 395,000. Na unaona watu na umefensiwa shamba. Mtu akikuja na cash ndio 395,000, hiyo ni cash offer. Ukikuja na ukitaka installment ni from 445,000, iko na 50,000 tu juu. Installment ni from 6 months. Maji iko, tumechimba borehole na tunakuletea hadi kwako kwa plot. Alafu hadi kwenda kusema kuna hadi Juja, wasengi wanapenda Juja actually. Hata Juja maji iko, tunauza shamba ziko Juja. Hebu tuambie Juja ina range from? Juja ina range from 495,000. Then kuna zingine za 745, 895, kuna za 1 million, 2 million depending na budget yako. Sawa. That's good. Hebu mulika tuwaone vile kunakaa vizuri. Hadi unafensiwa unawekewa plus na gate. Tuna fence na concrete post, huwa juu ni durable. Hii hata ikikaa hata 20 years ama 30 years. Ule ako na maji kwa boma. Guys, maji ndio shida kwa hii dunia, but ule amenunua shamba, amejenga na kuna maji. Maji ni yake kama nyinyi ndio mlimwekea. Sisi ndio maji tunamletea hadi hapo. Maji. Yeye anachukua tu maji. Na hatumlipishi, tunachimba at our own bill.
So guys, welcome. Karibuni sana. Kama unataka hiyo shamba, namba yangu iko pale chini. Just take my number, nipigie simu, ni WhatsApp. I'm here for you guys because mnanipenda pia mimi nawapenda na nawajali. Just call me, nitakuleta Top Care, unue shamba. Na ukwe sawa ukwe na kwako. Namba yangu ni 0743158791. Namba yangu ni 0743158791 Masijun.